kitabu cha Yohana 3 na mstari wa 16 anasema kabisa, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kumbe Mungu naye alijiwekea akiba kwa sababu ya ulimwengu. Sijaona hata mtu mmoja akimshangilia Mungu hapa. Haleluya! Kwa sadaka aliyotoa Mungu, sadaka aliyotoa Mungu ni kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Faida yetu sisi ambao tunaishi leo ni kwa sababu Mungu alitoa, ni kwa sababu ya akiba Mungu aliyoifanya hapo kwanza. Haleluya! Kwa hiyo tunaishi kwa sababu ya akiba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukipiga hatua kidogo, kumbuka tunataka kuangalia kwamba ni kwa nini sadaka ya mtu mmoja, kwa nini sadaka yako yaweza kuwa na ni akiba mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 9:39 na 40, tunaona sadaka ilikuwa ni uhai. Sadaka ilikuwa ni uhai. Mwanamke huyu alikuwa anaitwa Dorcas. Maandiko yanasema Dorcas akawa amekufa. Haleluya! Lakini maandiko yanasema alikuwa ameweka akiba. Mwambie leo kwa akiba. Haleluya! Huyu Dorcas alikuwa na akiba mbele za Bwana. Maandiko yanasema alipokufa, Biblia inasema akawa hai tena. Kwa nini? Kwa sababu ya sadaka zake. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, sadaka yako ni akiba kwa ajili ya watoto wako. Sadaka yako ni akiba kwa biashara unazofanya. Don't worry. Yakini una mtaji, Mungu atakupa mtaji. Haleluya. Don't worry. Unatoa kiasi gani? Endelea kutoa. Ipo siku hiyo sadaka yako utaishangaa. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 9 na mstari wa 39 na 40, tutasoma pale tuone kwamba Mungu anazungumzia nini kwa habari ya akiba. Amina. Anasema Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu ya orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizoshona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Wakamwonyesha kanzu, yes. Wakamwonyesha akiba ya Dorcas, wakamwonyesha kumbukumbu za Dorcas. Haleluya! Wasio nasema mambo kwa ushahidi. Yes. Haleluya! Mambo kwa nini? Ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Wakamwonyesha Petro mtumishi wa Mungu, wakamwonyesha nabii. Haleluya! Wakamwonyesha, wanamwambia ni kweli huyo amekufa, lakini hebu angalia alichokuwa anakifanya. Ni kweli huyo amekufa, lakini angalia hizi kanzu alizokuwa akishonea. Sasa amekufa, tutafanyaje? Mtu mmoja anasema, mchungaji, hivi na mimi nimekufa. Don't worry, hujafa. Yako mambo mengi ambayo wewe huyajui. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, ufunuo unatakika. Biashara yako imelegalega, uchumi wako haueleweki. Hiyo ndio kama Dorcas. Wakati ukimwita mtumishi wa Mungu, lazima mwambie mama, nilitoa fungu la 10 last week, lakini sielewi, sioni wateja. Haleluya! Mtoto ameugua, unakaa chini unapiga magoti, unamwambia Mungu, nimetoka kukutolea fungu la 10 muda sio mrefu, nimeitoa sadaka muda sio mrefu. Sasa Mungu ndiye atakuacha. Naongea na watu hapa. Kuna watu wanaelewa kidogo, au naongea kwa lugha ambayo haieleweki. Nataka tuone au tunataka kuangalia kwamba ni kwa nini sasa sadaka yako ni akiba mbele za Bwana. Maandiko yanasema hapo kwamba unamwona wakamlilia, wakamwambia Petro, Bwana wetu Petro,